na umma, mwelekeze, mkumbushe kwa atakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Mimi na wewe tutaulizwa na familia zetu tu, lakini wallahi lau kama viongozi wangelikuwa wajua yale maswali yaliyoko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi hakuna mtu atataka uongozi, hakuna mtu atatamani uongozi. Sisi tuiona dunia tu, dunia mapito shekhi, lakini kiongozi. Umar ibn Khattab asema naogopa ngamia, sikwambii binadamu, ngamia akijikwaa Iraq huko, mimi niko Madina, nitakwenda kuulizwa mbele ya Allah, kwa nini barabara hukuitengeneza? Yule ngamia akapita salama, aliumia, na wewe ndio ulikuwa kiongozi, ulikuwa wapi? Nyinyi mwapita mapoto hol mangapi hapo, gari lishapata pancha, maskini yule kiongozi analala kwake kule. Wallahi atakuja kuulizwa kwa ile tukio lilokupata wewe, wallahi wa rabbi atakuja kuulizwa kila detail iliyotokea chini ya uongozi wake. Niambie ndugu yangu, ingelikuwa wewe utajibu nini mbele ya Allah? Sisi si kuwaonea wivu wale viongozi, kuwaonea huruma, wallahi wa kuonewa huruma na kuombewa dua Allah awaongoze. Na ndio tusema kila siku tuwaombea Allah awaongoze kwa ile anayofanya. Waweza kusikia kiongozi wafanya balaa, hajui yale maswali kule mbele, kuna sin na jim zaongoja huko, ataulizwa kila jambo wewe unaliona linalojiri. Kuna mtu amekufa na njaa, ataulizwa, wallahi ataulizwa mbele ya Allah. Kuna mtu alikufa na njaa akasema, lakini ya Rabbi mimi nilikuwa sijui. Nani aliyekuambia uchukue uongozi? Ndio yale matukio nyinyi mwayaona katika tarehe. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, kisa maarufa na kimethibiti kwa Umar radhiyallahu anhu arda, cha yule mama na watoto wake, kawasha moto awadanganya watoto wake kuwa chakula kitaiva sasa hivi, chaiva sasa hivi mtawapa. Watoto walia mpaka walala na njaa. Umar yuko na maula wake, atembea, akitembea usiku akiangalia usiku utaona mambo mengi, usiku wafichua mambo mengi alikuwa amefichika mchana. Amwambia twende tukaangalie, nadhhab inda ashab ad-daw, kariha an yaqula ashab an-nar, akachukia kusema watu wa moto, kama mbele ni watu wa motoni hapo, twende kwenye ule mwangaza. Akifika, mama una nini, mbona saizi tena na moto? Asema wallahi kuna mawqif baina yetu sisi na Umar siku ya Kiyama. Tutamuuliza mbele Allah, kwa ile njaa watoto wangu. Qala ya amat Allah wa aina Umar, Umar yuko wapi ajue kama nyinyi mna njaa? Asema amechukua uongozi kisha hajui kama sisi tuna njaa hapa. Umar radhiyallahu anhu aenda kwenye Baitul Mal mwenyewe, achukua unga, achukua chakula, abeba mfanyakazi wake ambaye nitakusaidia Amirul Mu'minin, utanibebea madhambi yangu siku ya Kiyama wewe? Si bebi, niache nibebe mwenyewe. Kaenda mwenyewe akawapikia chakula, wakala pale, kisha akamwambia mama, kesho njoo kwa Umar, utanikuta mimi pale. Akumwambia mimi ndio Umar, njoo kwa Umar atakusaidia. Hajui Umar ya hali yenu mlionayo. Yule mama asema wewe bora kuliko Umar, afadhali wewe kuliko Umar. Hajui yule ndio Umar radhiyallahu anhu arda. Siku ya pili aenda amkuta yule bwana, kumbe yeye ndio Umar. Wallahi mimi sijui hali zenu, lau kama ningelikuwa najua isingewapata kilichowapata. Sasa hii ndiyo hali. Wallahi kuna maswali mazito sana, na kila mmoja wetu kama alivyosema Mtume sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yale maswali tulionao sisi tu juu ya familia zetu ni makubwa. Utaulizwa kuhusu watoto wako na malezi yao, utaulizwa kuhusu mke wako, yale yanayojiri katika nyumba yako, maswali yake hayaezekeki.
kefi yule ambaye ana maswali ya umma mzima ulioko chini yake. Ndio nasema viongozi ni wakuonewa huruma, kesho wana maswali mazito sana. Na ikiwa wewe ni kiongozi, usifurahi ukipita mali, mheshimiwa alan, mheshimiwa alan, mheshimiwa. Wajua wale watu wa motoni watakapokuwa adhibiwa waambiwa nini? Dhuq innaka anta al-azizul karim. Sio walikuwa waheshimiwa sana kule, sio? Aonja sasa hiyo adhabu. Usifurahi. Kuna wengine waingia tu kwenye zile kampeni na kura, hata kama atapata kura moja, yeye bora aitwe mheshimiwa tu. Watu wagonjwa.